Takwambia kitu kimoja, kila kizazi uwaga kinahofia kizazi kitachokuja kama kinapotea. Inatokea tu. Kwa unaweza kukuta babu yako alikuwa na hofu baba yako kwa namna anayofanya atapotea mwanangu. Alihofu kwa sababu alitamani labda waendelee katika utaratibu ule ambao wameuzoea. Watu hawataki mabadiliko. Kama wako salama, I mean, if they are comfortable walipo, hawataki mabadiliko kwa sababu hawajui mabadiliko yanakuja na kitu gani. The same applied wewe. Baba yako alikuwa anaona kabisa dunia ina hii teknolojia inavyokuja kwa kasi na mashaka tutongo wataishi maisha gani. Baadaye nyinyi mmekuwa mnaendelea, mnazaa watoto, mna hofu na hizi social media everywhere there is internet, itakuwaje watoto wetu na TV? Yani uweze kumlisha mtoto bila kuangalia katuni na nini, vitu ambavyo wewe enzi zako ulikuwa unapigwa biti tu, wei kula, na ulikuwa unakula. Sasa unaona kizazi kinaenda kikiore na kuore na kuore. Lakini naomba sasa nikupe mawazo yangu ambavyo mimi ninavyofikiria tu, kwa ule uhuru wangu wa kufikiri na kutafakari. Kila kizazi kina staili yake na kila kizazi kina maumivu yake. Umeelewa? Kizazi cha leo kina maumivu ya kwamba competition is too high. Kwa hiyo hata kama unapata unakuwa financially okay, bado hela yako inakuwa kama vile haitoshi kutokana na competition ulionayo. Ukienda kwa wazazi wetu, pesa ulionayo wewe today, kama wazazi wako ungekuwa nao miaka ya nyuma, wangekuwa ni matajiri wakubwa kwa sababu competition ilikuwa slow. Yani ilikuwa iko ndogo kwa uchache. Sasa going forward, kila kizazi kitakuwa kina changamoto za staili yake. Sasa hivi nyinyi mna hela, mna kila kitu, lakini kila mtu anacho. Kwa hiyo inabidi ujitahidi kushine zaidi ya walionacho. Competition hiyo utakutana nayo. Lakini vile vile wazazi waliotulea sisi walikuwa wametoka kwenye kizazi cha wazazi waliolelewa na wakulima. Wazazi wao walikuwa wamepeleka watoto wao shule ambao hawaijui hiyo shule, ila kutokana na kwamba kulikuwa kuna kampeni inasema watoto waende shule wakasome, watapata kazi, watafanya nini. Kwa hiyo zamani ilikuwa wazazi wanasema watoto waende shule ili wakimaliza shule wapate kazi. Wazazi walikuwa hawajui. Kwa hiyo kulikuwa hata hakuna utaratibu wa kurudi na homework kwa sababu wazazi wako kule nyumbani hawajui chochote. So wazazi walijitahidi, watalima, mtoto aenda shule, wakaenda vizuri, mambo yakaenda vizuri. Nyinyi sasa wazazi wenu wakapata shule na wakajua kwamba shule kweli ni muhimu, wakawapeleka nyinyi shule wakiwa na worry kubwa, wanataka nyinyi msome sana. Kwa hiyo kuna mambo ya tuition yakaja hapo, homework. Wazazi walimu wakawatengenezea mfumo kwamba lazima watoto warudi na kazi shule nyumbani ili waweze kuendeleza ile elimu yao kwa kuongeza tu maarifa na nini. Push ya shule ikawa inazidi kuwa nini kubwa. Wakati huo shule ilikuwa standard tu, Kiingereza hata kina nguvu. Baadaye sasa kukaja watoto wengine ambao shule lazima iwe ni Kiingereza kwanza. Tunazidi kwenda hapo na wanaomaliza shule huku nyuma wanazidi kuwa wengi, mtaani wanazidi kuwa wengi. Ndio maana wakaja watu wanakwambia think beyond employment. Kwa hiyo umesoma ndio, lakini you have to think beyond employment, kwamba hakuna umuhimu wa kuajiriwa, unaweza ukajiajiri. Huyu mtu ni msomi, unamwambia hakuna uwezo umuhimu wa kujiajiri, yani wa kuajiriwa, katafute cha kufanya. Unaona watu wanazidi kugawanyika. Unajua hivi vitu ni kidogo kidogo lakini vinaenda vikiwa. Umeelewa? Sasa ikafika mahala wasomi ni wengi, Kiingereza wengi wanakijua, ajira hazipo. Na hazipo kweli, sio kwamba ni maigizo. What is happening right now? I'm telling you, mawazo yangu tu haya. Give it 15 to 20 years. Shule zitakuwa zina umuhimu tena. Shule ya msingi ambayo mpaka kesho ni shule ya msingi na ndio shule ya muhimu kuliko shule zote, ni uwezo wa mtoto ama mtu kujua kusoma na kuandika. Ukishafika hiyo level, wewe umetoshea, kwa sababu vingine vyote utavijua kutoka katika mazingira yako. Utavijua tu kwa sababu unajua kusoma na kuandika. Kuna hayo mataifa yatakayoangamia kwa sababu ya hiyo situation. Tanzania ni moja wapo. Vijana wetu hawapendi kusoma. Hatuna utamaduni wa kupenda kusoma. Hatupendi kusoma. Lakini itafika mahala unajua kusoma na kuandika. The rest, go and find out yourself. Hakuna haja wewe kwenda kusoma chuo kikuu. Ili nini? Kwa sababu kitakachotokea ni kwamba si unajua kusoma na kuandika, unataka kujua kitu kuhusu magari, utaratibu upo. Find out. Vitabu vipo, content zipo online, soma.
watakuwepo maexpert ambao expert wao utatokana na kuwepo katika hizo industry kwa muda mrefu. Utaenda kule utajifunza, utajua. Ukirudi nyuma utagundua kwamba sasa hivi tuna mafundi wa magari ambao walisha darasa 7 lakini leo wanaitwa ni wataalamu wa gari fulani, kwa sababu alijifunza kutoka kwa wazoefu, akakwama somewhere. Wakaja wengine katika mfano ule ule, lakini hawa wanajua kutumia internet, wakaendelea na kujifunza na kugoogle baadhi ya vitu. Wakaja wengine, utaratibu ni ule ule, sio kama wameenda shule. Wamekutana na internet, wakakutana na device ambazo zinaweza zikafanya diagnosis kwenye magari. Unaona, hawa watu hawajaenda shule, lakini wanakutana na vitu na teknolojia inawapelekea vitu. Kwa hiyo utakuja kufika mahali shule itakuwa sio ya muhimu. Shule ya muhimu itakuwa ni ya kujua kusoma na kuandika. Sasa kama wewe upendi kusoma katika hali ya utulivu tu, upendi kuchukua kitabu ukajisomea, uwezi kununua kitu ukasoma usome lebo ya kile kitu, unataka vitu vitokee automatic, nyinyi ndio mtakaokuwa kwenye tatizo kubwa. Kwa hiyo ni vizuri tujenge utaratibu wa kujisomea kama tunataka tujiongeze vizuri katika elimu kadisi tunavyokwenda. Kwa uchache tu, mimi si ni mawazo yangu tu, hata sijui nimeongea kitu gani.